Unajua umenipigia simu, unataka kuonana na mimi. Nimekukubalia kwa sababu Waswahili wanasema kwamba kubali wito, kataa neno. Na isitoshe nimetoa viti vyangu hivi kwa heshima kubwa ili nikusikilize. Sasa sitaki uongee ujinga wako. Sitaki ulete masuala yako ya ajabu ajabu kama ambao unayoyafanyaga. I say, leo nitakupiga. Na sio kukupiga tu, yani nitakufanya vibaya kiasi kwamba mtaa huu wanione mimi sijui namna gani vipi. Kwa hiyo kama unaongea point, una shida gani? Yaani kuna wakati mwingine nilikaa nikawaza nataka kushobokea, nikajua ni mtu ambaye kuna heji fulani ya kiakili imekuruka. Lakini nashangaa kumbe nilichokuwa nafikiria kitu tofauti. Ibrahim nikakuona kama mtu ambaye mwenye heshima zako, mtu ambaye kidogo umetuzidi kielimu hivi. Pengine kuna vitu ambavyo vingine umetuzidi. Ndio maana nikakushobokea uko tofauti na vijana wa hapa. Lakini naona akili yako iko ile ile kama hawa mtaani. Maana kila muda, kila wakati waga wanawazaga upumbavu tu. Ibla, mimi nishakuflashia muda mrefu. Yaani kifupi ni kwamba sina mawazo yoyote yanayonihusu kuhusu wewe. Sina chochote kile cha kukuhusu wewe kwangu, labda tu kwa sababu nitakukumbuka ni mpangaji ambaye nimekutafutia mimi chumba na kilichonileta hapa kinahusu kazi yangu. Nataka unijibu leo, unafanya kazi gani? Halo. Hai kali. Sasa unajua mimi ninajaribu kujiuliza, yani mimi kazi nayoifanya, wewe ni dalali, tumekutana juu, hunijui vizuri, sikujui vizuri. Haya, kazi yangu mimi na mada tunaongea hapa inaingiliana vipi? Inahusiana nini? Wewe kazi yangu mimi wewe inakuhusu nini labda? Mpaka unataka kujua hasa kwa mimi na kazi gani? Nataka nijue unafanya kazi gani na maana. Hivyo ujiulizi wewe. Nitoke huko ninapotoka from nowhere nije nikuulize unafanya kazi gani? Huna akili ya kufikiria wewe? Ukauliza labda ukajua huyu dada ilikuwaje kutoka huko anapotoka aje niulize kazi yangu wakati kanipangisha chumba kuniuliza. Okay fine. Unaniuliza kwa nini? Ibla, kuna mtu kaja kunifuata pale nyumbani. Akaniambia kabisa kuhusu wewe, unamfuatilia sana Ibla, lakini Ibla ni mtu hatari sana na unahatarisha maisha yako kumfuatilia Ibla. Tena nilikuwa nikimwangalia usoni na alikuwa anaongea kile kitu kwa msisitizo, yani mtu ambaye kama anakufahamu vizuri kabisa. Pia nikavuta picha kama mtu ambaye sikumwambia siri hii, akaijua kwamba mimi nilikuwa nakufuatilia wewe. Leo hii anakuja kuniambia kuwa unamtaka lakini mtu wa hatari. Yaani anaweza kukufanyia tukio la ajabu. Niliumiza kichwa nikafikiria, nikasema huyu mtu nimempangisha sehemu ambayo ni mtaa wa watoto, watu wazima, watu wa kila aina. Na mule anapokaa kuna watu wa kila aina. Asije akanifanyia tukio baya, mimi nikaja nikakamatwa. Maana wewe hapo sasa hivi ukifanya tukio ukakimbia, anaitafuta ni dalali la kutafutia wewe chumba. Vika mgonja kwanza, msubiri. Huyo mtu ni nani? Na yukoje? Anaitwa Zaka. Ni mwembamba hivi mrefu. Mweusi. Unafahamu? Iko hivi. Hayo masuala yote ambayo umeambiwa hayana ukweli wowote. Na usiliamini hata neno moja. Au isitoshe huyo mtu ameongea sijajua hata ana maana gani kwangu. Na wala ananitafutia nini kwa sababu kwanza hilo jina kwangu mimi ni geni. Na huyo mtu mimi simfahamu. Na isitoshe kuhusiana na mimi usiwe na mashaka kabisa. Mimi niko sawa na hakuna kazi yoyote mbaya ambayo naifanya kinyume na sheria nchi yetu. Sawa. Kwa hiyo mimi nikuondoe wasiwasi tu kuhusiana na hilo. Usijali, wewe kuwa na amani. Na unajua kabisa umempangisha mtu ambaye yuko perfect for everything. Kwa hiyo mimi nadhani ondoa shaka tu kuhusiana na hilo. Yaani sio wewe ndio ufanye uchunguzi. Mimi ndio natakiwa nifanye uchunguzi kwa wewe ni nani. Nilokuleta kwenye mtaa bila kukuuliza. Umekataa kuniambia mwenyewe. Mimi nilokutafutia chumba kwenye mtaa nikajua ile nyumba ina mtu gani ana tabia gani. Nitakuja nikufahamu ni nani. Chukua.
Chukua hilo kama ulikuwa hujui. Mimi sikukutaka wewe kabisa, nimekuja na mwingine.